Kwa majina anaitwa Elibariki Labani na leo tupo kwenye Smart Talk ambapo nimepata mgeni studio na tunatamani tuangazie kuhusu mradi wa Mzee wa Kijiji episodi ya kwanza na episodi ya pili. Kwa uzuri kabisa na kwa moyo mkunjufu ni kukaribishe Mr. Asante sana. Labda unaweza ukajitambulisha wewe unaitwa nani ili watazamaji waweze kukufahamu. Kwa majina naitwa Baraka Samuel Stefano, ni majina ambayo nimepewa na wazazi wangu. Lakini kwa majina ya kikazi ambayo natumia kwenye social media mbalimbali ni Mayuta Comedy au Mayuta TZ. Nashukuru Mr. Mayuta, karibu sana. Asante sana. Hii ni talk, nimesema ni talk ambayo ni ya Smart Talk. Kwa hiyo ni muda ambao sasa tunakuwa tunaangazia jamii katika namna moja ama nyingine. Tunaweka uwanja huria kabisa na lugha adhimu ya Kiswahili ambapo sasa wahenga wako hapa. Mr. Mayuta, nimekuona, naamini kwamba una jambo ambalo unaweza ukazungumza na sisi kuhusiana na mradi wa Mzee wa Kijiji. Labda kwa haraka haraka nikuulize, wewe umetazama vipande vingapi kwenye Mzee wa Kijiji? Japo vipo viwili, inawezekana labda cha kwanza au cha pili. Tuanzie hapo labda. Nimefanikiwa kutazama kipande cha kwanza na cha pili pia. Okay. Mzee wa Kijiji kwanza unaionaje katika muonekano wa nje? I mean cover, unavyoiona cover inavyoonekana na pia yaliomo ndani yanasadifu? Kwanza nianze kwa kuwapongeza sababu Mzee wa Kijiji ni moja ya movie ambayo inaangaza kabisa kwa mambo yote ambayo yapo kwenye jamii yetu. Ndio nimefanikiwa kuona mambo yote ambayo yamefanyika ndani ya ile movie, lakini pia kwa kusema iko vizuri sana. Uhakika. Lakini sasa labda natamani ni kuulize maswali kadhaa kama utakuwa huru, na tamani kujua kwamba wewe ni mtu gani ambaye amekuvutia kwenye huu mradi wa Mzee wa Kijiji hasa episode ya kwanza? Episode ya kwanza amenivutia ni Mzee wa Kijiji mwenyewe. Na pia moja bibi ambaye amenifurahisha sana anamuita Binyangundo. Yes. Yule amecheza kama mtu wa vigagula sana. Mambo ya ndumba. Amenikumbusha mbali sana. Mwenga sije kama na wewe ulikuwa miongoni mwa hao watu. Amenikumbusha. Of course, Mr. Mayuta bwana hapo. Labda tuweke wazi, jamii ijue kwamba unachokizungumza ni kitu gani. Ninachokizungumza kwamba kumbe kuna umuhimu wa kukaa na mabibi vizuri, wana vitu vingi sana. Ni sawa. Lakini kumbuka tupo kwenye lengo la kuileta jamii katika hali ya kuelewa kwamba kuna wakati mwingine sehemu ya vishawishi ambavyo vinatokana na nguvu za giza au kwa maana nyingine imani potofu zinaweza zikadidimiza jamii. Wewe kwa upande wako unalichukuliaje hili swala? Ni kwamba lipo as negative au positive katika jamii? Ni kweli ndugu Labani, ni sahihi unachoongea kwa sababu masuala ya kishirikina au mitazamo mibaya kwa jamii ni kweli inadidimiza sana shughuli za kimaendeleo kwa jamii, kwa sababu mambo mengi yanahitajika nguvu kazi na ufanyaji kazi, lakini jamii inakwenda kwenye mitazamo mibaya pale inapozidi kukwamisha maendeleo, kwa sababu unakuta rasilimali zipo lakini namna kuzifikia rasilimali au namna kuzitumia kwa jamii inakosa, kwa sababu zile nguvu giza au imani ambayo jamii tayari imeshajiwekea. Ni sawa. Nakumbuka ulitaja Mzee wa Kijiji ambaye of course najua ni kama mhusika mkuu, sio? Mzee wa Kijiji. Mzee wa Kijiji kwa upande mmoja ama mwingine amekuvutiaje, au ni vitu gani ambavyo vimetoka kwake umeona kwamba kwako vinaweza vikawa ni sehemu ya funzo na sisi tuielimishe jamii sasa ielewe kwamba kwamba kumbe Mzee wa Kijiji japo alikuwa ni 1 2 3 lakini pia kwenye jamii kuna kitu ambacho ametuachia sisi kama watazamaji. Kuna sehemu moja nilifanikiwa kuiona Mzee wa Kijiji mwenyewe alikuwa anaiomba mizimu yake isije kumwangusha. Nafikiri pale inaleta kwamba jamii inatakiwa sana kuamini nguvu za giza, kwa sababu kuna sehemu za kuangusha au pia inaweza isilete kile kitu ambacho tunahitaji. Okay. Nashukuru. Labda swali lingine naweza kuuliza. Mzee wa Kijiji sasa hivi tumeanza nayo na of course tunaendelea kama timu ya Smart Films. Tunaamini kwamba tunafika mbali zaidi. Na kama tunavyoona hapa kuna hicho kipande cha kwanza na kipande cha pili. Mashabiki zetu wanatarajia labda kupata kipande cha 3 au zaidi. Wewe kwa mtazamo wako unaonaje kwamba
je, uhitaji wa mwendelezo wa hii series ya Mzee wa Kijiji ukoje? Uhitaji uko mkubwa sana, kwa sababu movie ambayo kwanza imekuja kuwa na vitu fulani vya amazing, sawa, kwa sababu imekuja kumulika jamii sana, na jamii pia inahitaji kupokea movie na ili ipate kuburudika pia na kujifunza. Kwa jamii kweli binafsi kama mimi nimepokea vizuri, ni kazi nzuri sana. Kwanza niwapongeze kwa kufanya kile kitu, kwa sababu vingi tunavyoona huko mbalimbali, leo hii tunakuja kuona live kama sehemu kama hii ambapo tunashoot hapa Monduli na pia Kiarusha. Kitu kiko vizuri sana, na tunasubiri kazi, tunaamini kazi nyingi zinakuja nzuri zaidi, kwa sababu ni movie ambayo inafurahisha sana na yaani iko vizuri sana. Nashukuru. Labda nikuulize swali. Mr. Mayuta, najua of course napita kwenye peji zako, Mayuta Comedy. Wewe ni mtu ambaye kidogo unakaa mbele ya kamera siku hadi siku, kila siku nafikiri unakutana na challenge nyingi. Wewe kama mtu ambaye unahusika pia na mambo ya content creation, vipi katika upande wa filamu, wewe una kitu gani cha kutuongezea sisi, au unaweza ukasema kuna kitu fulani maybe mngeongeza kidogo, au labda kuna namna bwana hapa mmefanya vizuri kidogo, ili sisi tujue kwamba kumbe bwana, najua unaelewa struggling ziko nyingi, hasa behind the scene tukitazama, hasa kwenye Mzee wa Kijiji. Hata wewe mwenyewe unapokuwa unafanya hizo content zako, kuna vitu vingi unakutana navyo. Vipi, kitu gani ambacho unaweza kutuachia kama sehemu ya kutushawishi au kutuinspire tuendelee kufanya zaidi? Asante sana ndugu Labani. Binafsi niseme kwa naanza kwa kuwapongeza. Yes. Yaani kazi nzuri ambayo mnafanya, na pia kwa vile kazi ambayo tayari nimeshaiona na mmeamua kutoka moyoni. Ni big up sana, mkiendelea kufanya kwa jitihada kubwa zaidi, kwa sababu mimi tayari nimeshaanza kuonyesha utamu. Kwa sasa kama utamu mtu anamuonyesha, inabidi usikae kwa muda mrefu sana, sababu kama hata kasahau ladha, kwa maana namna kutoa yes tunaamini tunataka tuone papo kwa community time. Na kingine kweli comments ziko nyingi, kwa mfano kama mimi changamoto ambayo napitia, kuna wengine unajua, na mwingine tuseme mtazamo wake, sababu pia ni kwa vile amewekewa sehemu ya comment section, mwacha comment, mwingine anaweza kusema hamna kitu sehemu na nini, lakini kwa vile nyinyi mnajua mnachokifanya ni vyema zaidi mndio kufanya. Mfano kama mimi sipo comment, nyingine anaweza kwambia sio nini, yule mtu unajua tayari ameshakosa, na unakuta ana comment amekaa tu kwenye kificha kanisani tu ndo anaongea. Kwa hiyo jambo kubwa zaidi ni kufanya kazi kwa moyo, kazi ziko vizuri zaidi. Okay, naelewa. Nashukuru sana kwa hilo. Nafikiri watu wa Smart Film pamoja na cabinet nzima itakuwa imepata hichi. Na vipi, labda unatamani kwamba hii Mzee wa Kijiji iendelee, au haya, naamini utakuwa unatamani. Labda niulize swali kwamba sasa hivi Mzee wa Kijiji hayupo, amekufa. Kwa maana hiyo hayupo kwenye scene. Kwa muda mfupi tumemisi, hatujamuona, lakini scene zinaendelea na tunaona series zinapokuwa zimepangana. Of course tunaenda pazuri. Kama hivi sasa hivi tunatarajia labda hiyo episode ya 3 itoke. Vipi kuhusu wewe, unajisikiaje unapokuwa unaona Mzee wa Kijiji hayupo? Kwanza nianze kusema kwa mfanye namna kumrudisha Mzee wa Kijiji kwenye moyo, kwa sababu mmempoteza. Kwa mimi binafsi bado natamani kwanza mfanye namna yote, hata Mazingaombo mrudishe Mzee wa Kijiji, kwa sababu ni mtu ambaye ni muhimu sana. Kwa burani kubwa. Sasa mmempoteza mapema, tumaini mrudishe bwana, hata kwa Mazingaombo bwana, fanye namna arejee, tuendelee kumtizama kwenye media. Of course, naamini hata mashabiki watakuwa wanajisikia hivyo, lakini tunaamini kwa sababu kuna uongozi, na tunaamini kwamba uongozi kuna namna unachakata. Hatuwezi kujua, labda kuna lengo zuri kwa baadaye, lakini naamini vinavyokuja vitakuwa ni vizuri zaidi kutoka Smart Films, hasa kwenye hii series ya Mzee wa Kijiji. Naamini tutapata kitu. Labda tu niseme kwamba Mr. Mayuta, karibu sana. Hii ni kama nilivyokuambia, hii ni Smart Talk, na tunaamini kwamba tunaweza tukakutana wakati mwingine kwa ajili ya kujadili mawili matatu, ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapata scenario nzima ya hichi kinachoendelea. Wakati mwingine nitakuita labda kwenye mradi mwingine mpya, au tutakuja kuzungumza kuhusu mambo yako binafsi. Karibu sana. Asante sana. Wewe niita na nitaitika. Kwa hivyo tuko Monduli hapa. Tuendelea kuonana zaidi. Okay. Mtazamaji,
Kama nilivyokuambia, hii ni Smart Talk na tupo ndani ya Smart Films. Tunaamini kwamba tunaweza tukawa pamoja wakati mwingine, ila kwa leo nafikiri nilikuwa nazungumza na Mr. Mayuta hapa. Anaweza akasema jambo kwenye jamii, labda mawili matatu. Of course, karibu, unaweza ukazungumza chochote unachojisikia. Asante. Jamii kama jamii, kazi zetu nzuri zinakuja kutoka Smart Film. Tumeanza kutoa vipande vichache. Ndugu yangu Maisa hapa anaendelea kuwaburudisha na pia kuwafunza kulingana na vile vitu mbalimbali ambavyo mnavipata mmoja. Pia msisahau jamani, kwa vile ni kazi za mtandao, unakuwa na kazi yetu, usisahau subscribe pale, sehemu ya kufollow, comment. Wewe comment chochote tunapokea, kwa sababu ni sehemu yako wewe kama mtazamaji, audience, kujimwaya sehemu kawaida. Yeah. Wow. Tunashukuru. Okay, hii ni Smart Films na tunasema kwamba where real stories begin. Karibu. Sauti za walio chini zinali